Bwana Yesu asifiwe wapendwa katika Kristo. Ni matumaini yangu ya kwamba mko salama mahali pote ulipo kwa wakati wote ambapo unanisikiliza. Nami ni mtumishi wako ambaye ninaitwa Baseme. Nimependa kuchangia nawe neno. Na neno hilo ni swali au ni msemo wa Kiswahili ambao tunauzungumza kila wakati na ambao tunaujua sisi walio baadhi ya wengi. Sababu msemo huo unasema sauti ya wengi ni sauti ya Mungu. Chochote kile kinachofanywa na wengi inamaanisha kimekubalika na Mungu. Na tutajikita sana siku ya leo katika kitabu cha Hesabu tuweze kuangalia ya kwamba namna gani hili swala Mungu analisemaje. Kwa sababu kuna wengi wanasema ya kwamba kilichofungwa duniani kinafungwa na mbinguni. Ni kweli kama neno lilivyosema, na halafu wanasema ya kwamba mahali watu wengi wamekusanyika, ama mahali wazo limekubaliwa na watu wengi, hapo hilo wazo limekuwa la Mungu. Kwa mfano, watu wanaweza kusanyika kwenye kongamano fulani, hilo kongamano kukaa watu wengi. Unaona duniani wahubiri wengi wanajisikia wanapoona ya kwamba mkutano wao umekubalika, watu wengi wametoka pande zingine nyingi na watu wamefurika. Unakuta kwamba watu wanajisikia, hata watu wengi wanajisikia kiasi hicho. Utakuta hata wanamuziki vile vile wanajisikia, mpira vile wanajisikia kwamba timu ile na timu ile walipokusanyika kweli walikusanya watu wengi sana na ilikuwa furaha sana. Kwa hiyo kauli watu wanasema kwamba kilichokubaliwa na wengi inamaanisha ni sauti ya Mungu. La vadi pepi c'est la vadi. Najua hiyo msemwa unaujua sote. Na hilo ndilo nataka tu tuchangie na wewe kwa siku ya leo, tuweze kuona je, ni kweli au si kweli. Na je, sauti ya wachache ndio kumaanisha ni ya Mungu, au kwa sababu tu ni sauti ya wachache haimaanishi kuwa ya Mungu? Ama tunapokuwa tunafanya uamuzi fulani, wengi wanapokubaliana na jambo fulani, hilo linamaanisha kwamba la kwao ndio nzuri au wale wachache ndio mbaya? Hilo ndilo swali kwa urefu na upana zaidi tunataka kulijadili. Nitaomba ya kwamba unipe masikio, tega sikio lako ili tuweze kuzungumza nawe. Bwana asifiwe sana. Tuweze kulichangia sote, na mahali ambapo nitakuwa sikukuelewesha vizuri, unaweza ukadrop comment yako katika unaweza ukaandike hapo, unaweza ukaandike hapo kwenye comment, nami nitaweza kufafanulia zaidi katika video inayofuatia. Kwa hiyo somo letu la leo linasema hivi. Ni msemo ambao nimesema ya kwamba sauti ya wengi ni sauti ya Mungu. So watu tuna kauli inayosema kwamba sauti ya wengi ni sauti ya Mungu. Yaani wengi wakikubaliana na jambo fulani inamaanisha Mungu amekubaliana nao. Lakini tutaona katika maandiko matakatifu na tutajifunza katika somo letu kitabu chetu cha Hesabu. Tutaona taifa la Israeli, na taifa la Israeli katika swala hili ama katika sehemu hii litaweza kutueleza kama kweli sauti ya wengi hiyo inamaanisha sauti ya Mungu, au sauti ya wachache inamaanisha sauti isiyo ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitabu cha Hesabu sura yake ya 13 mstari wake ukianza tu mstari wa kwanza katika sura ya 13 na kushuka mpaka 33, utagundua ya kwamba pale kuna story ya Musa aliwaambia wana wa Israeli kupitia sauti ya Mungu aende atafute ama akusanye taifa la Israeli, zile kabila 12, na katika kila kabila muje mwanamume mmoja ambaye ataungana na wengine ili kwamba waende waipeleleze nchi ambayo Mungu aliwaahidi ya kwamba atawapatia. Sasa hiyo nchi Mungu aliwaambia nitawapa nchi iliyojaa asali na maziwa. Inamaanisha ni nchi iliyo na rutuba, iliyobarikiwa, iliyo na kila kitu ambacho inastahili kuwa katika nchi iliyobarikiwa. Lakini sasa Mungu akamwambia Musa, waambie wana wa Israeli, watume wana wa Israeli waende waipeleleze nchi.
Musa alipowatuma hawa ndugu, aliwapa vigezo vya kwenda kuhakikisha ya kwamba upelelezi wao kwa kweli umepita vizuri. Na vigezo vyao ukisoma katika kitabu cha Hesabu sura yake ya 13 mstari wa 19, unaona ya kwamba Musa tunaanza 17. Neno la Mungu linasema alipowatuma, Hesabu 13:17, alipowatuma kwenda kuipeleleza nchi ya Kanani, Musa aliwaambia, nendeni juu kule Negebu hadi kwenye nchi ya milima, mkaipeleleze nchi hiyo ilivyo. Chunguzeni pia kama watu wanaoishi humo ni wenye nguvu au dhaifu. Jambo la kwanza ni upelelezi huo ulilenga waipeleleze nchi, watazame kama watu ambao wanaishi katika nchi hiyo wana nguvu au ni watu dhaifu. Nguvu kiasi gani? Nguvu kuwaliko au dhaifu kuwaliko? Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la pili, Musa anawaambia kigezo cha pili ambacho mtaenda kupeleleza, muangalie kama watu wale ni wengi au ni wachache. So muangalie kama taifa hilo, hao watu walio kwenye nchi ambayo Mungu amesema tunaenda kumiliki, hao watu ni wengi kutuliko au ni wachache kutuliko sisi. Jambo la pili. Na jambo la tatu, Musa anawaambia katika vigezo vya upelelezi, anawaambia ya kwamba anawaambia ya kwamba pelelezeni kama nchi hiyo ni nzuri au mbaya. Kwa hiyo waipeleleze nchi kama ni nchi iliyo bora kama vile Mungu alivyosema, au ni nchi ambayo haiko bora, haiko nzuri, nchi nzuri au nchi mbaya, kwa mazingira, kwa hali ya hewa, kwa vitu mbalimbali. So wachunguze waone kama ni nchi iliyo nzuri au nchi iliyo mbaya. Na jambo lingine ni kwamba wachunguze ya kwamba kama miji wanaoishi ni kambi au ni nyumba zilizozungukwa na ngome. So wakati wanaenda kuipeleleza nchi, watazame, waangalie ya kwamba wale watu ambao wako katika nchi hiyo ya Kanani ambayo wanaenda kuimiliki, watazame kama wale watu ni watu ambao wanahamaka, ni watu ambao wanajenga vibanda kama wao katika jangwa, au wanajenga manyumba ya kudumu yenye ngome, ambao ni mji ambao unadumu, mji ambao sio wa kuteteresha, mji ambao si yani mji ambao sio kama wa kambini vile. Wachunguze hivyo. Jambo lingine, chunguzeni pia kama nchi yenyewe ni tajiri au maskini, ina miti au haina. Mtakapofika hapo, mtazame kama nchi hiyo, mchunguze kama ama muangalie kama nchi hiyo ni nchi ambayo ina miti au haina miti. Hiyo inamaanisha ni jangwa kama kiliko huku, au ni nchi ambayo ina miti, kwa sababu miti ni kitu kizuri sana, kinasaidia katika maisha ya mwanadamu na katika kuiweka nchi kuwa ina mtazamo mzuri. Na pia mtazame kama nchi ni tajiri au si tajiri, mtazame nchi kama ina miti au haina miti. Na akawaagiza, jambo la mwisho ni kwamba kazi hii mnayokwenda kuifanya, muwe na mioyo ya ujasiri. Muwe na mioyo ya ujasiri. Najua kuipeleleza nchi sio jambo rahisi, lakini mwende muifanye kazi hiyo na mkawe na mioyo ya ujasiri. Musa anawapa nguvu, anawaambia msiogope. Bwana asifiwe sana. Najua Mungu anapokutuma fasi yoyote ile, anapokupa chochote kile, anakuambia usiogope, kuwa jasiri. Ujasiri sio kusema kwamba hautapambana na miiba, hautaona magumu. Kuna magumu, kuna wakati utaona kwamba umebaki peke yako, lakini kuwa jasiri katika kutimiza kusudi la yule ambaye amekutuma. Bwana asifiwe sana. Ni sawa na maskari ambao wanaokwenda jeshini. Wanajua kule wanaenda kufa, lakini wanaambiwa, wanawekwa morale, wanaambiwa ya kwamba mtashinda. Wanapewa watashinda. Ni sawa na mazingira mbalimbali, hata mipira. Unaona timu hii na timu hii, kila upande wanatia watu wao monkari, wanawatia motisha, wanawapa nguvu, wanawaambia ya kwamba nyinyi lazima muwe washindi. Japo kwamba wanajua kwamba ni mpira ama ni kazi au ni vita, sio kwamba tunaowaendea ni watu ambao wako legelege, na hata kama wako legelege lazima mjiandae.
Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio Musa anawaambia muwe jasiri, na wakati mtakaporudi huko leteni matunda ya miti. Leteni matunda tuyaone kama ni nchi nzuri au si nchi nzuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hapa katika 21 nasema, basi watu hao wakaenda na kuipeleleza nchi toka jangwa la Sini hadi Herobu karibu na njia ya kuingilia Hamati, walikwenda hadi Kenebu, wakapita katika mji wa Hebroni. Humo waliwakuta Wahimani, Washeshai na Wamaltai, Watalmai, wazawa wa Anak. Mji wa Hebron ulikuwa umejengwa miaka 7 kabla ya mji wa Soani ulioko nchini Misri. So mimi sitaki kubesi sana kuhusu hii miji, ila somo letu la leo ni kwamba tunataka kujadili ama tunataka kusema, je, kauli inayosema ya kwamba sauti ya wengi ndio sauti ya Mungu, ndio jambo tunataka kuuliza. Je, ni kweli kila sauti ya wengi ni sauti ya Mungu, au ni kweli kila sauti ya wachache lazima iwe sauti ambayo haina nguvu, au ni lazima iwe sauti ambayo haikubaliki, ama ni iwe sauti ambayo haiwezi kalete matumaini? Kama mnafanya uchaguzi, watu wawili wameenda sehemu yao, ama wachache wamekwenda sehemu yao na wengi wamekwenda kwa sehemu kubwa, wamekubaliana na jambo kwa sehemu kubwa. Je, wale kwa sababu wamekuwa wengi ndio Mungu amesema, au ndio wazo nzuri, au hawa kwa sababu wamekuwa wachache ndio wazo mbaya? Ndio tunataka tu kujadili. Na tunaona hapa Musa anawatuma watu wanaume 12 waende waipeleleze nchi. Wanafika kwenye nchi, wanapeleleza, wanafanya utafiti. Sasa hapa tunataka kusoma ni Hesabu 13 mstari wake wa 27. Neno la Mungu linasema ya kwamba katika 27 tunaona ripoti ambayo sasa hawa watu wanaleta mbele za Musa. Na hii ripoti ambayo walileta ndio sasa tunataka liweze kutupatia mwangaza wa kuona kwamba, je, kweli kila sauti ya wengi ni sauti ya Mungu, au kila sehemu inayokusanyika watu wengi ndio sauti ya ndio mapenzi ya Mungu? Kwa sababu kuna wengine wanasema kwetu tunakuaga wengi bwana, acha tuende pale kwenye kuna wengi na hapa kwenye kuna wachache, na maanisha hakuna chochote. Ndio nataka nijadili na wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika Hesabu 13 mstari wake wa 27 tunaona sasa majibu au ripoti ya upelelezi wao. Wanawakusanya wana wa Israeli na pamoja na Musa wanawapeleka wanaweka mahali fulani, alafu wanataka sasa kuleta ripoti. Tusikilize ripoti ambayo itajibu swali letu ama itajibu hoja yetu kwa siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Swali 27 nasema hivi katika kitabu cha Hesabu 13. Walimwambia Musa, tulifikia nchi uliotutuma kuipeleleza. Hiyo ni nchi inayotiririka maziwa na asali. Wanakubaliana na kauli ya Mungu kwamba Mungu anawaambia nchi nitakayowapa ni nchi iliyo bora, iliyo na asali na maziwa. Yaani ni nchi iliyo safi, ni nchi ambayo ina rutuba, ni nchi ambayo ni nzuri. Wanakubaliana na Mungu kwamba ni nchi iliyo bora. Wanaona kweli Mungu amesema kweli. Bwana asifiwe sana. Jambo la pili, katika upelelezi wao walipoleta kwanza, ili ni neno la matumaini, wanasema ni nchi nzuri. Bwana asifiwe sana. Kumbuka hawa ni wanamume 12 ambao wanaleta ripoti ya kazi ambayo Musa amewapea. Sawa sawa na neno la Mungu linasema ya kwamba kila mmoja atatoa ripoti ya kazi ambayo aliyoifanya chini ya jua. Jua ya kwamba ukiwa wewe ni mtu mwanadamu, umezaliwa katika ulimwengu huu, kuna siku utatoa ripoti ya maisha, ya kazi, ya huduma, ya nafasi ambayo unapatikana sasa na ambayo utakayoipokea baadaye. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo tuchunguze ripoti,
alafu tuone wana wa Israeli wameitikiaje ripoti hiyo, na tuone matokeo ambayo itajibu hoja yetu. Je, kila sauti ya wengi ni lazima iwe sauti ya Mungu? Ndio mahali tunajadili siku ya leo. Na neno la Mungu linasema hivi: tuliifikia nchi uliotutuma kuipeleleza. Hiyo ni nchi inayotiririka maziwa na asali. Tukae kwanza hapa. Asali inatoka wapi? Kwenye nyuki. Bwana asifiwe. Asali inatoka wapi? Kwenye nyuki. Hauwezi ukaichukue asali bila kujiandaa kuliwa na nyuki au kujiepusha ili nyuki zisikuume. Lazima ujiandae. Jambo la pili, maziwa. Maziwa kweli ni matamu na ni kitu kizuri sana. Lakini maziwa hatuipati ovyo ovyo. Maziwa tunaipata katika mifugo, katika ng'ombe, katika kondoo, katika mbuzi, katika ngamia, katika nyama mbalimbali. Lakini hauwezi ukapate maziwa isipokuwa umefanya kazi ya kulisha hiyo mifugo ipate kuwa na maziwa. Na hauwezi kupata maziwa isipokuwa umefanya mbinu ya kuhakikisha ya kwamba unakamua ile ng'ombe ama ule mnyama kwa umakini, kwa sababu unapokamua vibaya unaweza ukakuumiza. Kwa hiyo lazima ujiandae. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Mungu anapoambia waende waipeleleze nchi, ni kwa sababu ni nchi nzuri, ni nchi ya asali na maziwa, lakini alijua ya kwamba kuna baadhi ya vitu ambavyo wanahitaji kuwa washindi na kusimama katika hivyo. Haleluya. Asali lazima ujiandae kuumwa na nyuki, ama kujiandaa kujikinga ili nyuki zisikuume. Mstari wa 28 wanasema hivi. Wanaendelea kusema kwamba hiyo ni nchi inayotiririka asali na maziwa, na hili ni tunda lake. Wameleta tunda lililo bora la kuhakikisha kwamba, kuonesha ya kwamba nchi hiyo ni nzuri. 28 nasema, lakini Mwenyezi Mungu lakini wahenyeji wake ni wenye nguvu sana. Kumbuka Musa aliwaambia muangalie kama watu hao wana nguvu au hawana nguvu. Jambo la pili ni kwamba na miji yao ni imara na ni mikubwa sana. Mwende muipeleleze kama wako kwenye makambi au kwenye miji iliyojengwa na ngome. Yote tunaona hapa ni sawa. Bwana asifiwe sana. Zaidi ya hayo, huko tuliona wazao wa Anaki. Waameleki wanakaa katika eneo la Negebu, Wahiti, Wayebusi na Waamori wanakaa katika eneo la milima, na Wakanaani wanakaa karibu na bahari ya Mediterania na karibu na kingo za mto Yordani. Katika ripoti hii tumeona ya kwamba upelelezi wao ulikuja kama vile Musa alivyowaeleza. Mwangalie kama wana nguvu, mwangalie kama kuna asali, mwangalie kama ni mji mzuri, mwangalie kama wanajenga makambi au wako kwenye ngome. Wanaleta ripoti hapa. Kabla hawajasonga mbali, hii ripoti tu hapa ilivunja mioyo ya wana wa Israeli waliokuwa wanawasikiliza. Iliwakatisha tamaa wana wa Israeli ambao walikuwa wanasikiliza ripoti hii. Na katika ripoti hii iliwapelekea hawa wapelelezi kugawanyika katika vikundi viwili. Walipoona jinsi watu walivyoitikia ripoti hii, waliona watu waliweza kuvunjika mioyo na kurudi nyuma, na hivyo ikawafanya wapelelezi hawa kugawanyika katika vikundi viwili. Na kikundi cha kwanza kilikuwa kikundi ambacho kilibeba watu 10, na kikundi cha pili ni kikundi ambacho kilibeba watu 2. Katika watu 12 walipogawanyika, 10 yote ilikubaliana na hofu ya ya mwitikio mbaya wa wana wa Israeli walivyoitikia yale ambayo wamesikia habari ama ripoti ya upelelezi. Bwana asifiwe sana. Tunasoma 30:13-30 Hesabu.
lakini Kalebu aliwanyamazisha watu mbele ya Musa, akasema, twendeni mara moja tukaimiliki nchi hiyo, kwa kuwa tunao uwezo sana wa kuishinda. Haleluya. Hapa kwa nini Kalebu anasema hivi? Kwa sababu wale wanaripota 10 walipoanza kusema ya kwamba tumeona Waanaki ni miji wana nguvu, wana nini ile, unajua wana wa Israeli walisahau kusema kwamba Mungu aliwaambia nchi hiyo na asali na maziwa, nchi hiyo ni nzuri. Kilichowavunja moyo ni wakati walisikia ya kwamba wale watu wana nguvu, wana miji iliyojengwa. Kwa akili ya binadamu tumaini likawa limepotea, hofu ikawa imeingia. Lakini kauli ya Kalebu hapa anawatia moyo. Lakini je, walikubaliana na kauli ya Kalebu? Kwa sababu Kalebu na Joshua walikuwa wameungana, wamekubaliana kutia moyo. Na kama neno la Kalebu jina lake linamaanisha tumaini, tunaona hapa vikundi viwili vilivyogawanyika. Kikundi cha kwanza kimeleta hofu, kimesema maneno ya kweli, lakini katika kusema kwao wameweka hofu, wakashindwa kuelewa, wakashindwa kukumbuka Mungu aliwafanyia nini jangwani, aliwafanyia nini kuwatoa Misri, mpaka leo wamefika pale walipo. Wanaogopa na wao hawajiingizi kwenye mji kwa kauli zao au kwa mawazo yao au kwa akili zao, bali wanaingia kwenye mji kwa mapenzi ya aliyewatoa katika utumwa. Lakini wamesahau, wakawa wameleta hofu. Lakini Kalebu analeta matumaini. 2 kwa watu 10. Neno letu la leo, je, ni halali ama ni kweli sauti ya wengi kama tunavyosema ni lazima iwe sauti ya Mungu? Bwana asifiwe sana. Katika 31 nasema, lakini watu walioandamana naye kuipeleleza nchi wakasema, hatutaweza kupigana na watu hao, wao wana nguvu kuliko sisi. Yaani wale watu 10 walikataa kauli ya Kalebu, walimpinga Kalebu pale. Wakasema hata kama wanasema tutamiliki nchi hiyo, lakini wale watu wana nguvu kutuliko, yaani sisi hatuwezi kupigana nao. Vita vya hofu na vita vya matumaini. Yaani wana matumaini. Kati ya matumaini na hofu ni kipi kinachoumiza sana, kinachokubalika sana katika maisha? Wewe uko shahidi. Ni nini kinachokubalika sana? Je, ni rahisi kukubali tumaini, kupokea tumaini? Je, ni rahisi kabisa kupinga hofu? Sio rahisi. Maana hofu siku zote inakuja na nguvu, hofu siku zote inakuja na kugandamiza. Lakini tumaini linakuja kwa sauti ya upole, sauti kidogo, sauti ambayo inaonekana kuwa haina mvuto, lakini ndio sauti ya tumaini. Haleluya. 32 nasema, kwa hiyo wakaeneza mambo ya uongo kati ya watu wa Israeli kuhusu nchi walioipeleleza, wakisema nchi hiyo inawaua watu wake. Wanaanza sasa, hofu inakufanya hofu inaleta uongo. Hofu inaleta uongo, inakufanya uwe mwongo. Ndio sasa wanaanza kuleta uongo. Wamekwenda kupeleleza, hawakusema ya kwamba kuna mtu amekufa, lakini sasa wanaongeza uongo kwamba kwa sababu waliona kama Kalebu alisema na nguvu, alisema kama alisema kama mtu ambaye ni kama kuna watu fulani walitaka kukubaliana naye. Sasa wale watu 10 wakasema, no, tumefika kwenye mji huo, na lazima sasa tuongeze uongo ili watu wawe na hofu zaidi, ili tusirudi huko, tusiendelee huko, turudi kule Misri. Kumbuka wana wa Israeli walifanya miaka 40 jangwani. Mungu alipenda kuvuruga, alipenda kuosha akili zao, kuosha mawazo ya Kimisri, lakini ilikuwa vigumu kuondoka kwa yale mawazo, kwa sababu watu hawa
walikaa, Mungu aliwatendea ishara nyingi sana, lakini walipokuwa wakifanya siku 3, 4, 7, 5, baada ya ule muujiza walikuwa wamesahau. Kwa hiyo walikaa na mawazo ya Kimisri katika jangwa, katika maisha yao. Kuitoa haya mawazo, Mungu alikuwa anawazungusha, kuwatangisha, lakini ili kwamba wamkumbuke Mungu, wamuone Mungu, wamkumbatie Mungu wa kweli, wamkumbatie Mungu kama Bwana wao. Lakini watu waliovuka kutoka Misri, ilikuwa shida sana. Hofu, kuitoa ndani yako sio jambo rahisi. Kukaribisha tumaini sio jambo rahisi. Watu wengi wanakubali kusikiliza hofu kuliko kupokea tumaini. Na ndio maana hofu inawafanya wengine hawaendi kanisani, na wengine hofu inawafanya wawe makanisani, wakusanyike na watu. Hofu imewafanya watu wengi wawe makanisa tofauti. Kuna watu ambao wanaitwa au makanisa ya kimababu waitawala. Wanasema kwamba sisi hatukufaki na uchawi nini na nini. Inawafanya waende kwenye hayo makanisa si kwa sababu wanatumaini, bali hofu inawafanya waingie hapo. Angalia makusanyiko mingi ya watume na manabii. Wengi wanakwenda kule kununua maji, kupewa vitu mbalimbali kwa ajili ya hofu ya kukufa na kushikilia mali zao. Kwa ajili ya hofu, hawana matumaini, wamekata tamaa, wamevunjika mioyo. Haleluya. Jambo linaendelea kusema kwamba tuliona majitu, wanaanza kuongeza. Waliona majitu. Biblia inasema, wanaendelea kusema hapa kwamba wao, acha nisome 33, tunasema tuliona majitu huko, wazawa wa Ana. Sisi tulijiona kuwa kama panzi mbele yao, na ndivyo walivyokuona sisi. Watu wanaenda kupeleleza nchi. Wapelelezi hawajulikani. Pelelezi anaweza kaa na wewe na ni mpelelezi. Mpelelezi anaweza kuwa jirani yako, mnacheka naye na hujui kama ni mpelelezi. Mpelelezi anaweza kwenda kwenye kilabu cha pombe. Mpelelezi anaweza kwenda kwenye bar, anaweza kwenda kwenye hata haya makanisa, hata vikundi mbalimbali. Ni mpelelezi. Nchi imetuma wapelelezi. Utaona wengine ni mapelelezi, wengine wanaishi tu maisha ya kawaida, wengine ni wasazi, wengine wanajifanya kama wamalaya, wengine wanajifanya kama watu ambao hawako vizuri, wengine wanajifanya wapenzi wa watu sana, lakini ni wapelelezi. Bwana asifiwe sana. Sasa hawa wanasema ya kwamba uongo waliouongeza, wanasema ya kwamba tumejiona sisi wapelelezi, sisi taifa lote la Israeli, mbele ya wale watu, sisi ni mapanzi. Imagine unalinganishwa kama panzi, wewe binadamu unajilinganisha kama panzi. Alafu wanaongeza zaidi, wanasema kwamba hata na wao wametuona sisi vile tunavyojiona sisi. Wewe unajiona kama panzi, unajiona. Kuna watu katika maisha yao wanasema kwamba mimi si kitu, mimi ni maisha tu ya bure, mimi sifai. Sasa hivyo unavyojiona na ndivyo utakavyokuwa, na hata adui yako atakuona hivyo unavyojiona. Na ndio maana unaona, ndugu zangu, kuna wamama zetu wa Afrika tunabadilisha ngozi zetu, tunabadilisha ngozi za miili yetu. Tumejiona kwamba hatuko wazuri. Tumejiona kwamba chochote tulicho nacho hakifai. Ni kama mtu mfupi akikuwa na mawazo mabaya ya kusema ufupi ni mbaya kwake, anaishi kwa mawasiwasi. Na ndio maana utakuta sauti yao zinakuwa sauti za kugandamiza. Ama ukiona mtu ana madhaifu fulani, na akitambua hayo madhaifu kwamba ni madhaifu watu wamejua, ama akijiona tu ana madhaifu fulani, sasa akianza kutembea, anaona watu wanasema wawili na wanacheka, wanaangalia upande wake, anasema wale watu wanacheka mimi, wale watu ni kama hawanifurahii, hawanipendi. Na japo wale watu hawamuhusu, hawamtazamii na hawamjali, lakini kwa sababu amejiingiza kwenye mawazo potofu, mawazo mabaya, basi amekubali. Waafrika wengi
Wazungu waliweka kitu ndani yetu ya kusema kwamba sisi hatuwezi chochote. Ndio maana unakuta tunaingia hata katika mikataba na wazungu, mikataba fulani ya vitu ambavyo vinaangamiza taifa zetu. Angalia manchi zetu, viongozi wetu wanakubaliana na wazungu kwa ajili ya kuwaua wandugu zao na kuwarudisha nyuma nchi zao, na huku tu wanakubali, nitakupa hiki, faida ya wewe mwenyewe, nitakupa hiki, nenda ukaue, nitakupa hiki. Watu wanaokufa hawajali. Unaona wachawi, mchawi mnaweza kuwa naye na kuwa kama rafiki yako, lakini anakutafuta, ni mpelelezi kwa maisha yako, anakutafuta aweke tu sumu kwenye chakula au mahali na kitu ambacho unafanya, ni mpelelezi. Kwa hiyo ni watu ambao wana mentality ambazo haziko na maana. Mimi najiulizaga hivi, kwanza Afrika tunaambiwa ya kwamba wazungu ni wachawi, ni wa Freemason wa kwanza. Lakini ukiangalia Afrika kuna wachawi. Lakini ukiona maendeleo yaliyoko huku uzunguni ama Ulaya na maendeleo yaliyo Afrika, unajiuliza wale wachawi wa kwetu huwa wanaenda katika uchawi wapi? Unasikia mashuhuda wengine wale ambao wanasema wameokoka. Unajua, mimi nilikuwa kwenye kiti cha shetani, mimi ndio nilikuwa nafanya hivi na shetani, mimi ndio nilikuwa nafanya hivi na shetani. Utakuta mashuhuda zetu tu, mimi ndio niliua watu fulani, tulifanyisha ajali pale. Yaani akili za Waafrika, hata hiyo ushetani wao, unakuta kwamba ushetani wao ni ushetani wa maangamizi wako, yani wa kuhakikisha tu tunakaa chini. Na wazungu ushetani wao sijui ni wa kujenga tu mambo makubwa sijui nini. Nyinyi wachawi ambao ni wachawi, nataka niwaulize, je, uchawi wenu ni wa kuua tu ndugu yako, wa kufanya nchi yako irudi nyuma, wa kufanya tu makubaliano ya wewe watu wako wauawe, ya kuwa tu watoto wako wasome, ya kuwa tu mtoto wako ambaye ni msomi, mtoto wako ambaye anaweza kaendeleze nchi, mtoto wako ambaye anaweza kaendeleze familia? Wewe mama, wewe baba, nataka nikuulize, je, ni wewe peke yako hiyo kuzimu mnayoelekea, ama hiyo sehemu ya shetani mnayoelekea ni shetani ya Waafrika? Kuna washetani wangapi duniani? Kuna washetani wangapi? Kuna washetani wa Afrika na washetani shetani wa wazungu na shetani wa Afrika. Nataka nikuulize wewe. Bwana Yesu atulimie sana. Kwa hiyo ndugu zangu, nataka tuseme hivi, wapelelezi hawa wameleta hofu, wanajiona kuwa mapanzi eti na wale wanatuona hivi. Kwani wale wapelelezi walikwenda kujionyesha kwamba si ni wapelelezi ili kwamba wale waone kwamba ni mapanzi? Kwani wapelelezi walijua kama wale watu walikuwa wanaenda kupeleleza hivi? Uongo tu. Bwana Yesu atulimie sana. Uongo tu. Na ndivyo wazungu wametuharibisha akili. Muafrika kubadilika akili yake sio rahisi. Unakuta mama msomi, baba msomi, lakini anabadilisha rangi, ananawia. Ukimuuliza kwa nini unawia, unajua muhimu nakuwa unajua na basi kuna wia ndo nini? Analeta masababu iliyo kubwa. Lakini yeye hao wazungu wanatuona kama tuko na akili. Unapokuwa na rangi yako, unaenda kunawia. Unakuta mtu amesoma PhD nini, lakini bado unanawia, unabadilisha rangi, ngozi yenye uko nayo. Unajiona kwamba akili yako iko sawa, hata masomo yako haifai. Unapovaa hata mawigi, hii manywele za mapepo, unavaa kwa nini? Kuwa wewe, be you. Kubali kama wewe uko jinsi ulivyo. Fanya vitu vya maana. Lakini Mwafrika ili ajione kwamba yeye iko sawa. Angalia wamama wahubiri, wanasema ati ni wahubiri wameitwa na Mungu. Unakuta Mwafrika kamama kaafrika kamejipaka uchafu usoni, kameweka manini. Sasa uko na tofauti gani wewe na makahaba na watu wengine? Sasa kama wewe unasikia Mwafrika mwingine, ndugu zangu wengine wanasema kwamba unajua mwanamke anapaswa kujipamba, na mwanamke kujipamba, yani mwanamke kujipamba inamaanisha ni wewe Mwafrika hao wazungu wajipamba. Mbona wabadilishi rangi kuwa weusi? Kubali tulivyo. Usiongeze hofu, isikufanye uongeze uongo. Umeambiwa upeleleze peke yake. Leta ripoti ya kweli ya matumaini. Usianze kuongeza uongo. Mili zetu tumeanza kuziongezea vitu ambavyo Mungu hakutuumba navyo. Wake zetu imekuwa mshike. Yaani kupata mtu mwanamke ama mwanamume ambaye anakubali kweli kwamba
kukaa na kala rangi yake na nywele zake, na yani kukaa kabisa na kuwa na confidence, kuwa kabisa jasiri wa hilo, sio wengi. Hata wengi tunaoishi nao, wengi tulionao ambao wanawii bado wanavutwa. Lakini nataka niseme ya kwamba usiongeze uongo. Kuna watu wanatetea marangi, kuna watu wanaweka mawigi, kuna watu wanaweka wanaweka makope, wanaweka manywele za uongo. Hata wanawake wamediriki mitandao, mishono ya manguo. Saa hii imekuwa mwanamke anaonesha hiki chote cha mwili wake, na huku watu wengi wanakuwa wako makanisani. Sasa tuko na tofauti gani sisi tulio makanisani na wale ambao wako makanisani? Na hapa sisemi tu juu ya kanisa, nataka kusema Afrika yetu, nataka kusema in general Afrika yetu. Kwa nini sisi tunakuwa tu wa kuiga vibaya? Tusiige nasi vizuri. Kwa nini? Kwa nini tunaongeza uongo? Unakuta mchungaji anasimama kwenye madhabahu anasema, unajua kweli mwanamke anapaswa kujipamba na sisi sote ni watu, tumefanya hivi na hivi. Hapana. Mungu hajatuumba tuweke mawigi. Mwingine anakuambia sasa Mungu tukae kama turudie kama vile tulivyokuwa zamani, tulikuwa natembea uchi. Mungu ndiye alianza kuficha uchi wa mwanadamu. Adamu alipokosea, Mungu aliua mnyama kuficha uchi wa mwanamke, kuficha uchi wa mwanamume. Kwa hiyo hatuwezi kurudi kutembea uchi, kwa sababu Mungu aliyetuumba alitufichia uchi, na lazima tukubali kuficha uchi wetu. Lakini wanawake wengi shetani anawatumia katika kuficha, kuweka uchi wao nje kwa ajili tu ya kumshika mwanamume, kwa ajili tu ya kuangusha. Mama, shetani anakutafuta na anakuongezea uongo na kuaminisha, kwa sababu katika ripoti hii tunaona kwamba kuna watu walikubali, wanawake walikubali, wamama walikubali, baba walikubali, wakakubaliana na hofu kwamba hawana nguvu na hawana uweza wa kwenda kupigana na wale watu. Na japo Mungu wa mbingu na nchi ndiye alikuwa amewatuma, hawakuwa wanajituma peke yao. Haleluya. Kwa hiyo wapendwa, haleluya, tumeumbwa na Mungu na tujikubali tulivyo. Mungu ametuumba. Hawa wapelelezi walitumwa na Musa kupitia sauti ya Mungu. Walikuwa wakiongozwa na Mungu katika jangwa ili kufikia nchi. Lakini wanafika kupeleleza nchi, kuliko kuleta matumaini wanaleta hofu. Roho za hofu zinakuwa kwa watu. Caleb anaposimama hapa, wanamkatisha tamaa. Wanaanza kuleta unasikia Biblia inasema kwamba wakasema uongo ambavyo hawakuona, wanaanza kuchanganya na uongo. Watu wengi wa mama zangu tunaoingia makanisani, ukikubali kuokoka, hokoka. Na ukikubali kutokuokoka, kuliko kukaa kanisani na kujumuika na watu wengine na kuwa kero mbele za Mungu na kuwa agenti na mpelelezi wa shetani, kaa kando, achia wale ambao siku utakapookoka unakuja kanisani, kuliko kutukanisha kanisa na kuchekesha kanisa. We mwenyewe uko kanisani, lakini mama, baba, wababa wamekuwa wazinzi, wamekuwa washerati. Unakuta baba anasimama madhabahuni, anahubiri kama mchungaji, lakini ni mzinzi. Anakemea uzinzi madhabahuni, lakini ni mzinzi. Anasema hawa wanawake wanavaa vibaya, lakini wanawake, watoto wake, mke wake anavaa vibaya. Mungu atusaidie. Hawa wanawake na watoto Mungu ametupatia, hususa sisi ambao tunatumika kazi ya Mungu. Tuombe sana Mungu atusaidie nguvu za kushinda. Hawa wake zetu wakubali neno la Mungu, waokoke na watoto wetu. Dunia hii tuliomo kweli ni dunia ambayo imejaa na mambo mengi. Sisi hatuendi kama dunia inavyosema. Tunapaswa kuenenda kama Mungu anavyosema. Na Mungu amewaambia wapeleleze, walete ripoti iliyo sawa, wasiongeze uongo. Lakini sasa tumeanza kuongeza uongo. Tumeanza kukubaliana. Sasa hivi tumekubaliana. Waafrika wameanza dunia hii ile jambo la mwanamke na mwanamke kuoana lilianza kuja na kasi, lakini sasa hivi limekubaliana. Swali letu, je, kila kinachokubaliwa na wengi ni cha Mungu? Tumeona kwamba hapa watu 10 wameweza kuleta ripoti iliyo mbaya. Watu 2 wamekubali kuleta ripoti iliyo nzuri. Biblia inasema hivi, hawa watu Caleb na Joshua
Unaposoma sura ya 14 sura ya 14 ya Hesabu mstari wa 5 inasema, hapo Musa na Aroni wakaanguka kifudifudi mbele ya jumuiya yote ya Waisraeli. Joshua mwana wa Nuni na Kalebu mwana wa Yefuni, ambao walikuwa miongoni mwa wale watu waliokwenda kuipeleleza hiyo nchi, wakazirarua nguo zao na kuiambia jumuiya yote ya Waisraeli, nchi tuliokwenda kuipeleleza ni nzuri kupita kiasi. Ikiwa Mwenyezi Mungu amependezwa nasi, atatupeleka huko na kutupa nchi iliyotiririka maziwa na asali. Mradi tu msimwasi Mwenyezi Mungu, wala msiogope wenyeji wa nchi hiyo, maana wao ni mboga tu kwetu, kinga yao imekwisha ondolewa kwao, naye Mwenyezi Mungu yu pamoja nasi, msiwaogope. Lakini jumuiya yote ikatishia kuwapiga mawe. Ghafla utukufu wa Mwenyezi Mungu ukatokea juu ya hema na mkutano mbele ya Waisraeli wote. Kisha Mwenyezi Mungu akamwambia Musa, watu hawa watanidharau mpaka lini? Na mpaka lini wataendelea kutoniamini hata pamoja na miujiza yote niliyotenda kati yao? Nitawapiga kwa maradhi mabaya na kuwatupilia mbali, lakini kutokana nawe nitaunda taifa lingine kubwa. Hapa tunaona ya kwamba Mungu alipoona hawa watu hawakukubaliana na Joshua na Kalebu, wakati walianguka chini, wakaanza kujililia, wakawaambia, hapana, hiyo hofu yenye mko nayo, hapana, dondokeni nayo, muitoe. Mungu atatupatia hiyo nchi, maana sisi hatuendi kwa uwezo wetu, tunaongozwa na Mungu. Kwa hiyo twende. Wakagiriki kutaka kuchukua mawe. Mungu akaleta ukombozi, utukufu wa Mungu kaingia kwenye hema. Ule utukufu wa Mungu ni nguvu za Mungu ambazo zilikuja na zikaweza sasa kuacha wale waliokutaka kuwapiga Kalebu na Joshua mawe, wakawa wameacha. Mungu anasema hivi, mtaanza kumwamini hadi lini? Mbona matumaini yenu yametoka? Mbona mmekuwa mbali naye? Mtamdharau mpaka lini? Chochote anachowafanyia, uzima na uhai mlio nao bure, ambao hamkulipia kazi, hamkulipia pesa, mtaendelea kuishi namna hivyo wakati gani? Kwa hiyo Mungu anawapenda. Mungu anapenda ya kwamba muishi kwa amani. Mungu anapenda ya kwamba mkubali kwamba weusi sio laana, weusi sio dhambi. Kuwa na nywele zako, zitunze nywele zako, tunza mwili wako, lakini sio kuvalia mavazi ya kikahaba. Kuacha wamama, kumekuja pepo ambayo kanisa limefumbia macho. Makanisa mengi saa hii wamama wanashonesha mivalio mipaya, mivalio ya kuacha matiti. Unakuta mwanamke anaenda kanisani, matiti yake yako wazi. Wasichana, zamani haikukuwa hivyo. Wamama, dada zangu, haikukuwa hivyo. Haukukuwa mwanamke anaonesha matiti yake, lakini ona mivalio mnaanza kuivalia, mnasema mgongo wazi, sina upele. Usina upele ni kumaanisha nini? Ewe Mkristo mwenzangu, mama wa kanisa, unaanza kuongeza uongo na kukubaliana na hayo, na unapoambiwa ni dhambi, ni makosa, unaanza kutetea na kuanza kuleta hali ya hofu kwa watu wengine na kuwafanya wengine kuaminisha uongo. Hata wachungaji wengi ni waongo, wengi hawafanyi mapenzi ya Mungu, wengi wanahubiri lakini wanachokuhubiri hawakiishi. Unakuta watu wamekusanyika mahali wanasema, kwa mfano tunapoenda kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 13 mstari wake wa 13, nasema kwamba basi amedumu haya matatu: imani, tumaini na upendo, na lililo kubwa ni upendo. Unakuta hao wachungaji wenyewe hawamtumaini Mungu, hawana imani ndani ya Mungu, wana miungu yao, wana madawa, wana nini. Upendo wenyewe hawana. Jirani zao hawana, yani hawana upendo na jirani zao. Anaweza kusanyika na wewe, kauli zenye atakaa na wewe hapo anasema nzuri, lakini akienda unafiki tu. Unaona hata makanisani siku hizi makwaya anaweza kuwa yanaimba, ama mhubiri anaweza kuwa na ubiri. Unakuta msimamizi aishaona kwamba huyu jamaa ameshachukua muda mwingi sana,
Lakini kuliko kumwambia kwa utaratibu, anakaa anachukia pale, yani au jamaa ishakawia au nini. Lakini akisimama yule mhubiri anasema amemaliza, unakuta yule msimamizi anapiga tumepigiwa, tumepewa neno kabisa. Na unafiki, tuache huo unafiki. Tuache unafiki. Mungu hapendi hivyo. Unapoambiwa kusimamia kazi ya Bwana, simamia kwa amani, simamia tu kwa furaha. Bwana Yesu asifiwe sana. Sema ulichokiona. Sema hili ni dhambi. Sema hili uvalio ya hawa mama. Hata kama ni wajakazi wangu katika kanisa. Yes, ni wa muhimu, lakini wanavaa vibaya. Sema, waambie dada zetu hawa hivi makope, manywele, yani hamna akili. Hususa hawa dada ambao wako huku Australia, Amerika, Canada, wapi, hamna akili. Yani nyinyi hamna, ni wajinga kiasi gani? Unaona mwanamke anavalia tu mawigi hivi, makope hivi nini, yani ndo anatembea kwa hata wazungu wanatuona tu akili baya. Turekebishe, tukubali tuko weusi. Weusi sio dhambi, weusi sio laana. Mama zangu, acha kuharibu rangi yako. Na usijione kwamba kubadilisha rangi. Wengine anasema basi kuvaa vitambaa ndio Ukristo. Nini. Sio kuvaa vitambaa ndio Ukristo, kwa sababu kuna Wakristo wengi wanavaa vitambaa ni wanafiki. Lakini hatutaki kusema kwamba ndo tunawapongeza katika unafiki wao. Hapana, tunawaambia usivae vizuri na usikose kunawia, kwa sababu kuna wengine wanawia lakini mazambi wanafanya. Kuna wachawi, kuna wazinzi, kuna waongo, kuna watu ambao wanavivu. Lakini tunasema kama unanawia, uokoke, utembee katika mapenzi ya Mungu. Na kama kama haunawii, nasema kama haunawii, utembee katika mapenzi ya Mungu. Na kama unavaa vizuri, na wewe ambaye hauvai vizuri, wewe ambaye umeona kwamba sura yako ni mbaya vile Mungu alivyokuumba, uko sasa na wapelelezi wanatumwa na Mungu lakini wanataka kuleta uongo. Wewe umeumbwa na Mungu, acha kujiona kuwa wewe ni panzi. Mungu hajakuona kama panzi, maana yeye ndiye amekuumba. Hata shetani hajakuona kama wewe ni panzi. Kwa nini wewe unajisaraulisha? Kwa nini wewe unajionyesha kwamba wewe haufai? Wa mama, wa dada, usijione kama panzi. Waafrika wengi, wanawake wengi wamejiona kama mapanzi, na wanadhani hata wazungu wetu kwamba wanaona kama mapanzi, na kumbe wazungu hawakuoni hivyo, wengine hawakuoni hivyo. Tuache kuishi maisha ambayo Mungu hakutupea. Tukubali tuko weusi, na tuone weusi sio dhambi, weusi sio laana. Tujione kwamba hizi nywele Mungu ametupea. Kama mimi nina kipara, ndio nikatae sasa niende kwenye salon waniweke nywele ndio niweke? Si nikubali niko nilivyo. Nimepewa kipara, nikubali. Hata kama mtu atasema, lakini isinikuje moyo. Nikae tu salama, kwa sababu ndivyo nilivyo, siwezi nikajibadilisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo wapelelezi walileta habari mbaya, na tukaona 10 walikwenda upande wao, na 2 Caleb na Joshua wakaenda upande wao. Tukaona ya kwamba wale 10 walileta habari ya uongo, ya hofu, na watu wakakubaliana nao. Na wale 2 Joshua na Caleb, Mungu anasema walileta ripoti iliyo bora na iliwaokoa wao. Na ndio maana katika watu waliotoka Misri, watu 2 tu waliovuka bahari ya Shamu, ama waliokuwa katika udongo wa Misri, waliofika katika nchi ya Kanaani, ni Caleb na Joshua. Hawa wengine wote maandiko yanasema waliangamizwa. Ukiendelea kusoma Biblia inasema Mungu aliwaangamiza. Kile kizazi kilichozaliwa jangwani ndicho kikapelekwa sasa na Joshua na Caleb katika nchi ya ahadi. Kwa hiyo nasi tusisubiri tuangamize, bali tumtumaini Mungu, na Mungu atatuokoa. Tulisoma kitabu chetu cha Hesabu 13:14, sura ya 13 na sura ya 14. Hapo ndipo zaidi sana tulichezea somo letu la leo, na tukaweza kuonesha ya kwamba sio makubaliano ya wengi, kauli ya wengi, ule msemo unaosema la voix du peuple c'est la voix de Dieu, ama sauti ya wengi ni sauti ya Mungu. Tukaona kwamba si kweli, ni uongo. Sio chochote kilichokubaliwa na wengi ni cha Mungu, na sio chochote kilichokubaliwa na wachache ni kibaya. Na sio kwamba kwa sababu wachache ndio wamekubali eti ni nzuri. Nataka kusema ile kauli tunakuaga nayo kwamba sauti ya wengi ni ya Mungu, sio kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo Biblia inasema hivi: njia hiyo ni nyembamba iendayo uzimani, na njia hiyo ni pana iendayo kuzimu. Kwa hiyo sio kila kilichokubaliwa na wengi ni mapenzi ya Mungu.
na sio kwa sababu wachache ndio wamekubali ni mapenzi ya Mungu. Lakini unapokuwa unachagua upande wa hofu ama wa tumaini, chagua upande wa tumaini. Ondoa hofu ndani ya maisha yako ya kusema kwamba wale wananiona niko mbaya. Kuna watu ambao wanajiona vibaya na kufikiria wengine vibaya kwamba wanawaona jinsi wanavyojiona. Usijione vile, sio mapenzi ya Mungu. Ondoa hofu. Hakuna mwenye amekwambia uko mbaya, ni akili zako na mawazo yako ndio yanakwambia uko mbaya, na ndio maana unaingia katika hali ya kufanya vibaya. Wewe sio mpanzi, na ulipoenda kuipeleleza nchi, wale wenye nchi hawajakwambia wewe, hawajakwambia kwamba wanakuona kama uko panzi. Kwa nini unataka kudanganya? Watu wengi wanatembea na mawasiwasi. Mpendwa, kama uko mfupi, kubaliana na mazingira hayo na hali hiyo, maana ni jambo hauwezi kulibadilisha. Kama wewe ni mrefu, kubaliana na hali hiyo. Hiyo ndio Mungu amekuumba. Kama wewe una udhaifu fulani, kubaliana na udhaifu huo na kumwambia Mungu akuinue katika udhaifu ule ulionao. Kuna wengine wanadharau watu kwa sababu wameona wana udhaifu fulani. Unaona ule ana udhaifu, kwa hiyo unamdharau. Hiyo sio mapenzi ya Mungu. Kubaliana na yule ndugu, kama kuna mahali pa kumsaidia, msaidie. Na sisi wa baba na wa mama, uache kuona ya kwamba kunawia kuwa usalama wetu. Kunawia sio ndio usalama wetu. Kwa kunawia tunatufanya tujidharau, tujione kwamba tuko mapanzi, na tuanze kufikiria kwamba wale wanatuona kama sisi mapanzi. Tuache hiyo. Tuko weusi. Mungu ametuumba tuko weusi, ndivyo tulivyo, tukubaliane na hivyo. Bwana asifiwe sana. Ni wakati wa siku za mwisho, wakati ambapo Mungu anataka kulichukua kanisa lake. Bibi harusi anahitajika kujiandaa ili bwana harusi akuje. Wewe usikutaniwe uko katika hali ya mchanganyiko, ya mchanganyo. Weka mawazo yako katika Kristo, katika Mungu. Na wewe ambaye haujamkubali Yesu, mpokee Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Na wewe ambaye sasa unaenda kanisani, unaenda kwenye mikusanyiko, lakini haujawa kanisa halisi, haujatambulika na Kristo, nenda kujitambulisha kwa Kristo kwa kutubu dhambi zako, kwa kubadilisha mtazamo na kukumbatia ufalme wa Mungu. Maana Yesu amekuja kutuambia tubadilishe mawazo, mtazamo wetu, na twende tuwe wana wa ufalme wake. Tumkaribishe maishani mwetu kwa kutubu, kwa kubatizwa, na kwa kutubu, kwa kusamehewa dhambi zetu, na tupokee nguvu za Roho Mtakatifu. Tuwe kanisa halisi, kanisa la kweli. Wengi tunakuwa tunakusanyika na huku tunajua hatuko katika mapenzi ya Mungu. Unafiki umekuwa mwingi katika makanisa. Unakuta mchungaji anaumia na wazee wake, lakini mchungaji hawezi waambia wazee wake kwamba anaumia. Wazee wanaumia na mchungaji wao, lakini wazee hawawezi wakamwambia mchungaji kwamba tunaumia. Waumini wanaweza kuwa wanaumizwa na viongozi wao, lakini unafiki mwingi walionao hawawezi wakawaambia kwamba tunatuliza. Viongozi wanaumizwa na waumini wao, lakini viongozi hawawezi kuwaambia waumini kwamba wanafanya makosa. Kwa sababu gani? Unafiki umejaa kwenye kanisa, uongo umejaa kwenye kanisa, kwenye vibanda vinavyoitwa mikusanyiko inayoitwa kanisa. Kwa hiyo tutubu dhambi zetu, wa mama, wa baba. Utaenda mwenyewe, okoka, mkubali Kristo wakati bado ungali hai. Usisubiri kesho. Ni kama sauti ya mtu aliye nyikani, itengeneze njia ya Bwana, nyosha mapito yake, na Bwana atakubariki. Watu wengi wanacheza, lakini wakati wa Noa watu walikuwa kama sisi. Noa alikuwa mtu tu kama sisi, alipaza sauti akawaambia watu. Kuna siku inakuja iliyo mbaya. Watu walimdharau, walimziaki. Noa anajenga safina, watu wanamsaidia, sijui watu walimsaidia ama namna gani. Anawaambia tumemaliza safina, kwa wale waliosaidia na wale ambao kusaidia, njoni tuingie. Watu wanakataa. Mungu ametutuma ili tuhubiri habari njema. Sio jambo rahisi watu kukubali tumaini lilo ndani ya Kristo. Watu wanakubaliana na hofu,
Lakini nimekuja kukwambia achana na hofu na usiende kwa mkumbo ati kwa sababu wengi wamekubali, wengi wanawafuata, wengi angalia makanisa miujiza ya nini? Watu wanajaa hivi. Unafikiria wanaenda kufanya kanisa? Angalia wakati ambapo miujiza inafanyika, watu wengine wanaanguka. Mtu wa kameramani anaanguka. Wale wanaoshika microphone kwa ajili ya wale wa kusema, wale wenye mapepo, uishaona wanaanguka? Uishaona mke wa mchungaji anaanguka? Uishaona ile staff yake ile yenye ina ule mwenye ashika kamera, wale wafundi mitambo wanaanguka? Uishaona mtu anashika gitaa kaanguka? Uishaona mtu yuko kwenye keyboard anapiga bule madoido anaanguka? Na hiyo yote mnapaswa kutambua ya kwamba kuna vitu ambavyo ni vya uongo. Sisemi kwamba wote ni wabaya. Kuna watumishi wazuri ambao Mungu anawatumia kwa sababu Mungu yupo na anafanya kazi. Lakini majority ya wengi ni waongo. Nakuja kukupa matumaini. Caleb aliwaambia kwamba tutairithi nchi. Na wewe je, utairithi nchi? Kama utairithi nchi, sema niko tayari na Bwana atakubariki. Ni mtumishi wako Baseme ambaye nilikuwa na neno kwa hoja ambayo kauli ambayo inasema sauti ya wengi ni sauti ya Mungu. Nimekuja kukuonesha kwamba sio lazima sauti ya wengi iwe sauti ya Mungu, bali sauti ya Mungu ni sauti ya Mungu, sio kwa sababu mko wengi au sababu mko wachache. Sauti ya Mungu inasimama kuwa imara na haina michanganyo ndani yake. Mungu akubariki kwa jina la Yesu. Amen.